Mungu wangu, nimechoka mimi. Kuna nini Malaika? Sijachaguliwa tena kwenye interview nilioenda kufanya leo. Nilishakuambia kupata kazi sio rahisi. Lakini kwa nini nisipate kazi wakati nilihitimu kwa ufaulu wa daraja la kwanza? Mbona mimi nilifaulu kwa ufaulu wa daraja la pili na nina kazi? Kwa taarifa yako, hilo daraja la kwanza halina maana yoyote. Hebu kwanza nenda jikoni ukaoshe vyombo. Kwa kweli nimechoka kufanya kazi za nyumbani kila siku. Natamani na mimi nipate kazi ya kufanya niweze kumsaidia mama yangu. Kwa hiyo unamaanisha ninakusumbua? Hapana, sijamaanisha hivyo. Kwa kweli nashukuru sana kwa wema wako ulionitendea. Maana najua kuniruhusu niishi hapa kwako huku ukinilisha sio rahisi. Kwa kweli nathamini sana msaada wako. Basi kama unalitambua hilo, nenda jikoni ukaoshe vyombo. Pia nina nguo chafu ziko chumbani kwangu. Kwa hiyo ukimaliza kuosha vyombo naomba ukazifue. Sawa dada. Unadhani ni rahisi kupata kazi? Halo. Halo, naongea na Malaika? Ndiyo, unaongea na Malaika. Okay, mimi ni Alex kutoka Swahili Enterprises. Nimekupigia simu kukufahamisha kuwa umepita katika hatua ya pili ya usahili. Hivyo unatakiwa ufike ofisini kesho saa 2 asubuhi kwa ajili ya hatua ya mwisho ya usahili. Samahani bwana Alex. Kwa hiyo unamaanisha nikifanya vizuri kwenye hii hatua ya mwisho nitapata kazi? Ndiyo, ukifaulu kwenye hatua ya mwisho ya usahili utapata kazi. Maana kwenye hiyo hatua ya mwisho mpo wagombea wawili tu. Kwa hiyo atakayefanya vizuri ndo atakayepata kazi. Sawa, nitafika hapa ofisini saa 12 asubuhi. Maana natamani sana kufanya kazi kwenye kampuni yenu. Sawa, uwe na siku njema. Asante sana. Mungu wangu, nijalie niipate hii kazi. Vipi Malaika? Safi. Mbona uko macho hadi muda huu? Huoni kuwa muda umeenda sana? Najua muda umeenda, lakini inabidi nisome maana kesho nina interview asubuhi. Sawa. Haya mdogo wangu, nimekuletea kahawa ikupe kampani wakati unaendelea kusoma. Na pia nimekuandalia hii kahawa kama shukrani kwa jinsi unavyoteseka kunipikia, kunifulia na kunisafishia nyumba yangu. Asante sana dada kwa kunijali. Usijali mdogo wangu, nakuwekea kahawa yako hapa kwenye dressing table. Hakikisha unainywa yote. Lazima niinywe yote maana leo nina mpango wa kukesha mpaka asubuhi. Sawa, nakutakia masomo mema. Asante dada, uwe na usiku mwema. Malaika, we Malaika. Malaika, mbona bado umelala mpaka muda huu? Hivi una habari kuwa sasa hivi ni saa 5 asubuhi? Nini? Mungu wangu, hapana, haiwezekani. Mbona kama umechanganyikiwa? Kuna nini? Nilikuwa natakiwa kwenda kwenye interview leo saa 2 asubuhi. Halo. Halo Malaika, mbona hujaja kwenye interview? Wakati jana nilikuambia interview inafanyika saa 2 asubuhi. Samahani bosi, nilipitiwa na usingizi. Ila naweza kuja kufanya hiyo interview hata sasa hivi. Tafadhali usipoteze muda wako kuja kufanya interview. Maana nafasi ya kazi tayari ameshapewa mtu mwingine na hakuna ninachoweza kufanya. Tafadhali bosi, usinifanyie hivyo. Nakuja hapo sasa hivi. Halo. Mungu wangu, wamekata simu. Kwani kuna nini kinaendelea Malaika? Jana usiku nilikuwa nasoma kwa ajili ya interview ya leo asubuhi. Na nilikuwa nimepanga kukesha ili asubuhi niwahi kwenye interview. Lakini sijui imekuwaje hadi nikapitiwa na usingizi nikalala hadi saa 5. Huwezi amini dada, tulikuwa tumebaki wawili tu kwenye huu usahili wa mwisho. Lakini nimepoteza nafasi ya kazi kisa usingizi.
Malaika, wewe ni mzembe sana. Yaani haupo makini kabisa na maisha. Yaani unajua kuwa una interview asubuhi alafu unaamka saa 5. Sijafanya makusudi kuamka saa 5 dada, sijui hata nini kimenipitia. Kwanza kwa nini haukuweka alarm? Niliweka alarm dada, lakini cha ajabu sijasikia kabisa. Kwa kweli mpaka sasa hivi sielewi nilipatwa na nini usiku wa kuamkia leo, maana sio kawaida yangu kulala usingizi mzito kama huu. Ni kweli sio kawaida yako kulala usingizi mzito hivyo, lakini ndio imeshatokea na unatakiwa umshukuru Mungu kwa kila jambo, maana huwezi kujua amekuepusha na nini kwa kukosa hiyo interview. Hapana dada, huu sio mpango wa Mungu, naweka kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kimempata usiku wa leo. Malaika, hata ukilalamika siku nzima hakuna kitakachobadilika, maana kama ni kazi tayari ameshapewa mtu mwingine. Kwa hiyo naomba uinuke hapo, uende jikoni ukaende chakula cha mchana kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia, na baada ya kupika naomba usafishe jiko langu, maana jana usiku hukusafisha jiko kwa kisingizio kuwa ulikuwa unasoma. Sawa dada, nitafanya hivyo. We Malaika. Abe dada. Nenda jikoni sasa, au unataka nikuinue hapo na matarumbeta? Naenda dada. Yule mwanaume alikuwa anataka kujiweka kwangu akijua kuwa nitamlea, lakini baada ya kumwambia nataka mwanaume mwenye pesa akaacha kunisumbua kabisa. Shoga hangu, mimi nikiwaona wanaume kama hao huwa nawakemea kama nimeona mapepo. Yaani sijui ni kwa nini wanaume wenye sura nzuri wanapenda kulelewa. Sijui wanadhani sisi tunaokota pesa. Jamani, mambo zenu? Poa. Vipi, mbona umependeza? Unaenda wapi? Natoka kidogo ila sitachelewa kurudi. Sawa, umesafisha chumba changu? Ndiyo dada. Umemaliza kupika na kufanya usafi jikoni? Ndiyo dada, nimemaliza. Mbona leo umemaliza kazi mapema? Kwani unaenda wapi? Naenda kumuona rafiki yangu, maana ameniambia kuna nafasi ya kazi kwenye kampuni yake. Hivyo naenda kujaribu bahati yangu. Sasa kama ni mambo ya kazi, kwa nini usiongee naye kupitia simu? Naweza nikaongea naye kupitia simu, lakini kwa jinsi ninavyotamani kupata hiyo kazi, nadhani ni vyema nikaenda kuzungumza naye ana kwa ana. Sawa, nakutakia kila laheri huko uendako, maana umeng'ang'ana na hizo kazi kama vile ushibi humu ndani. Asante dada, tutaonana baadaye. Hebu subiri kidogo cha usiku. Huyu ndio yule mdogo wako ambaye ulisema unapenda sana mapishi yake na jinsi anavyosafisha nyumba yako? Ndiyo yeye. Mungu wangu, nimesahau pesa ya nauli. Sasa mbona unaongea naye kama vile sio mdogo wako? Yule sio mdogo wangu, bali ni mdogo wangu wa kambo. Kwa kweli shoga yangu, wewe ni mkali sana. Hawakuniita cha usiku bure. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya roho mbaya. Kwa nini unajiita mwenyekiti wa kamati ya roho mbaya? Ngoja nikwambie ugaidi wangu. Siku chache zilizopita huyu mdogo wangu wa kampo alikuwa na usahili. Na huo usahili ulikuwa unatakiwa kufanyika saa 2 asubuhi. Lakini usiku wa kuamkia siku ya usahili nilimpa kahawa ambayo niliweka na dawa ya usingizi ndani yake. Kweli? Ndiyo, na cha kufurahisha ni kwamba siku ya usahili alilala hadi saa 5 asubuhi. Hivyo akakosa usahili na kazi akapewa mtu mwingine. Kweli wewe ni mwenyekiti wa kamati ya roho mbaya. Yaani umemfanya mdogo wako akose kazi makusudi? Ndiyo. Sawa. Na vipi kuhusu ile kazi nyingine aliomba pale Greenland Investment? Nina rafiki ndani ya ile kampuni. Kwa hiyo nilipiga tu simu nikamwambia kwa Malaika amenikosea. Hivyo akahakikisha hapati kazi. Maana yule mtu kuna wema nilimtendea kipindi cha nyuma. Hivyo ilikuwa ni wakati wake kunilipia fadhila. Sitaki kuamini kuwa ulifanya hayo yote kwa mdogo wako. Nimesha kuambia ni mdogo wangu wa kambo. Hebu siku niambie ukweli. Ni kwa nini hutaki mdogo wako apate kazi? Mimi sitaki apate kazi kwa sababu ananisaidia kufanya usafi, kupika, kufua nguo na kufanya mazingira ya nyumba yangu yawe masafi. Kusema kweli akipata kazi hataweza kunifanyia hayo yote. Yaani kwa kifupi sitakuwa na uwezo wa kumdhibiti akipata kazi nzuri.
Nakumbuka kuna kipindi alipata kazi kwenye kampuni kubwa sana, hivyo akawa anakosa muda wa kufanya kazi zangu za nyumbani. Kwa kweli nilichukia sana, hivyo ikabidi nichukue laptop yake na kutuma barua pepe kwenye kampuni yao. Nikaandika kuwa naomba msamaha kwa sababu nimefoji vyeti ambavyo vilinisaidia kupata ajira kwenye hiyo kampuni. Kwa hiyo wakati unaandika ulijifanya kuwa wewe ndiyo malaika? Ndiyo, ilibidi nijifanye kuwa mimi ni malaika, na nilipomaliza nilifuta ile barua pepe na kuiblock ile kampuni ili asiweze kuona majibu yoyote kutoka kwao, na siku chache baadaye alipokea barua ya kufukuzwa kazi. Kwa kweli Chausiku, wewe ni mtu wa ajabu sana. Yaani kweli unamzuia mwenzio kupata kazi ili tu akusaidie kazi za ndani? Sasa wote tukifanya kazi, ni nani atafanya kazi za humu ndani? Dada. Malaika, wewe si uliondoka lakini? Ndiyo, niliondoka, lakini nilisahau nauli, hivyo ikabidi nirudi, na nimesikia kila ulichosema. Umesikia tulichokuwa tunaongea? Nimesikia kila kitu, na namshukuru Mungu kwa kuwa sasa najua sababu ya mimi kukosa kazi kwa muda wote ambao nimeishi hapa kwako. Nilidhani unaishi na mimi kama mdogo wako, kumbe mwenzangu umenigeuza mtumwa wako bila mimi kujua. Kwa kweli nimejisikia vibaya sana. Naomba unisamee Malaika. Huna haja ya kuomba msamaha Chausiku, kwa sababu ulidhamiria kunifanya mtumwa wako milele, na kwa kuwa nimeshaujua ukweli, naomba utafute mtumwa mwingine, maana leo naondoka rasmi hapa nyumbani kwako.